Alman, samahani sana kama hichi nitakachokwambia labda itakuwa hujapendezwa nacho, lakini kilichonileta hapa, si unamjua yule pale shoga yangu Sheri? Ndio, nafahamu. Na kitu gani kwani? So ana nini? Yani yule kaniagiza nije nikwambie kwa kupenda, yani kweli sana kupenda sana, lakini ndo yeye anaogopa kukufuata. Kwa mimi nikaona sio mbaya kama shoga yake nije nifikishe huu ujumbe. Kwa hiyo yeye hana miguu mpaka nadiriki kukutuma wewe, si ndio? Sio kama hana miguu anayo, lakini ndo ana ile hofu. Kwa mimi nikaona kama shoga nije kiniko. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Mapenzi hayalazimishwi. Alafu mapenzi ni kama hesabu za bagazi juto. Kuna kugawanya, kutoa na kuzidisha. Fatrash, siku ya pili ukiniita, basi uwe na kitu cha msingi sana kuniambia. Sio unaniita unaanza kuniambia habari za mapenzi. Kuna vitu vinanichanganya kichwani mwangu vingi sana. Sijui umenifahamu? Na vipi? Kuna kingine zaidi ya hiki unaweza kuniambia? Chengine hakuna Alman, lakini nilikuwa nakuomba kwa heshima yangu ulifikirie hili. Fatrash, nilifikirie kitu gani? Nilishakwambia kuna vitu vingi sana vinanichanganya kichwa changu. Utakuja kuniona mbaya tafadhali likija likijirudia hili tena. Sijui unanifahamu? Mimi naondoka. Lakini siku ya pili usisubutu kuniita ukaniambia au puuza mbona niambia hapa. Sawa? Kana shoga yako ongea naye, mimi sipo tayari kwa hili. Sijui unanifahamu? Vipi shoga yangu, kakubali? Tuanze nyumbani nitakwambia huko. Abana niambie sasa hivi. Twende nitakwambia huko nyumbani na wewe twende. Yaani mtu unamdai pesa yako, anakuja kwa wema tu. Akishaanza kuipata pesa, anashindwa kukulipa pesa yako, na alafu ukimpigia simu anashindwa kupokea. Nampigia kwa mara ya mwisho. Kama hajapokea hii simu yangu, basi atanijua kama mimi Nilo au nani. Yes, hello. Nisikilize tena, nisikilize vizuri. Sina shida ya salamu yako. Kama ingelikuwa unahitaji salamu, wengenipa pesa yangu. So nikuvumilie mara ngapi mimi? Naweza vipi kumvumilia mtu ambaye namdai amana yangu? Kwa hiyo nyinyi mkiwa na shida ndo munakuja kwa wema, lakini mkimaliza shida zenu munaondoka kama mvua ya masika, si ndio? Naomba nisikilize vizuri. Pesa yangu nakupa mwezi mmoja tu. Vinginevyo kama hujanilipa pesa yangu, nitakacho kufanya Mungu ndo anajua. Sihitaji maneno yako, nimeshayachoka, sihitaji. Nisikilize. Mimi naona unashindwa kistaarabu, si ndio? Unahitaji kujua upande wangu wa pili upoje. Utajua. Sikusikilizi tena mimi, nimezichoka lahau zako, nimezichoka. Tena yani zimenichosha haswa. Naomba unisikilize kwa makini. Endapo mwezi mmoja umeisha pesa yangu hujanipa, nitakachokufanya utajua kama ndimu na limau lipi kali zaidi. Kwaheri. Yaani mtu unamdai pesa anashindwa kulipa. Tulia, atanijua kama mimi ni Nilo au ni nani. Brother, mimi naamini kwa Mungu ana mipango yake. Na pengine lipigo ni la kunituliza mimi na kunionyesha sehemu nyingine. Naomba unisaidie tafadhali. Nimekufuata hapa, naomba unishauri. Sawa. Mimi nimekuelewa. Lakini ili niweze kukusaidia, lazima nijue ile tatizo lako.
Ikiwa nina uwezo nalo, basi nitalitatua, lakini nikishindwa, sina jinsi. Bai, mwanamke wangu ameniacha na nilikuwa nampenda zaidi ufalme wa Farao. Aliniita akaniambia maneno matamu na kutuliza moyo, ila yaliniuma sana, na mpaka nimetoka huko nimekuja hapa. Basi naomba unishauri brother, nifanyeje? Naumia sana kama mwanaume mwenzio. Hivi unaweza kuniambia kwamba alikuacha katika mazingira gani? Alinipigia simu, tukaonana sehemu faragha, na akaanza kuniambia kuwa hataki tena kuniona katika macho yake na nisije nikathubutu kurudi tena nyumbani kwao. Brother, aliondoka akaniacha pale. Sikuamini, lakini sasa inanipasa tu niamini. Hao ndo wanawake kaka, lakini hautakiwi kurudi nyuma. Siku zote unatakiwa uendelee kuangalia mbele. Nesitoshe, wanawake wako wengi sana kaka. Ameamua kukuacha, basi nawe muache endelee na maisha yake. Sawa, asante sana kwa ushauri wako, japokuwa ni ngumu, lakini nitajitahidi sana ili niweze kuwa sawa. Bali Nimeamka lakini bado nahisi kama niko huko. Nilikuwa na giza lililoniumiza. Sasa napapatika macho, lakini moyo wangu bado unaenda kwa kasi, kama vile kitu kipo hapa. Hichi nilichokiota ni kweli. Lengo chama chetu hapa na makusudio sote tukaja hapa, mnalijua. Kulutata matetere wanawake. Sasa nisikilizeni makini. Kwenye chama chetu kuna mbu ameingia. Kuna mbu ameingia. Inamingia kwenye nyayo kama globalization. Kuna sheri namuona kabisa anataka kuharibu ngome yangu. Kitoto kidogo kile. Sasa
nataka huyu Sheri nimchukue kama mbwa, alafu yule mtoto wa dada yangu anasumbuka sana kwenye maswala ya mahaba na mapenzi. Sasa Sheri anampenda Almani, mtoto wa dada yangu. Sasa kutokana na Shamsi, Zohari, Zura, Mushtara, nataka niharibu kwenye upande wa Miri. Nataka nimpige kama siwe na mahusiano na mapenzi na Almani, mtoto wa dada yangu. Umekiona hichi? Hichi kinaitwa nini? Ni kibatari. Kazi yake nini? Kutoa mwanga. Sasa kama kibatari kazi yake ni kutoa mwanga, na wakati huu ni wakati wa Miri, nataka nizime mapenzi alokuwa nayo Sheri kumpenda Almani, mtoto wa dada yangu. Mimi naona pechansi ya mwisho. Akifeli hapo atatujua sisi ni nani. Kawaida binadamu tuna roho mbaya. Zingatia udogo wa umbu na kofi analopigwa. Hivi Sheri, ngoja nikwambie kitu. Ni mara ngapi nilikuwa nakwambia kuwa usinisumbue? Sheri, kuwa na namba yangu isiwe kigezo cha usumbufu kwangu. Nimekwambia sikutaki, nikukatae vipi mama? Sikuhitaji. Ujue kumkataa mtu, yani kukataa mimi sio kama ndio uwezi kufanya maisha sehemu nyingine. Sijui unanielewa? Sawa, unaweza ukanifosi nikawa na wewe, lakini mimi nikakutesa, na iko kitu ndio sikihitaji kwako wewe kitokee. Sawa, lakini kama unahisi kwangu mimi, yani kama unahisi wewe ukiona namba yangu utakuwa na usumbufu kwangu, bora ifute, ama mimi nikublock au block, ifuta kabisa. Nakata simu, lakini maneno yangu ya mwisho ni hivi, kuwa sikuhitaji na sitaki usumbufu wako endelee kwangu mimi. Tafadhali, unanikwaza na utaendelea kunikwaza. Hivi mfahamu mko alipoongea? Kwani simuelewi? Nimemwelewa vizuri. Kitu gani ambacho kinafanya usimuelewe? Sikiliza, yule ni binadamu, lazima tuwe na huruma kidogo. Sawa, hatujui kama kweli kafanya au hajafanya, na ndio maana kasema tumpe chance kwanza, tuangalie kama ni kweli. Hili swala litaisha kwa wakati. Unajua ni vigumu sana kufikiri, na ndio maana wengi wetu tunaishia kuhukumu. Sasa hili swala niachie mimi, hiki ndo chama chetu. Wewe watu hata tule
Bisheri huyo. Mama majukumu, mama kujishughulisha, soka kupoa nyumbani. Vipi? Nipoe mimi mtoto wa kike. Nakubali. Yaani atakaye kuoa wewe Ataenjoy. ataenjoy sana. Yaani amepata mwanamke ambaye muda wote anafanya kazi, sio kama wale watoto wa mjini baga chipsi, lakini wewe mtoto wa shamba, kiazi, ndizi, shelisheli. Lazima mchangamke. Vipi mama ipo nyumbani?